Nisamehe kaka. Hivi, wewe unachukulia kirahisi rahisi. Yaani nyumba yangu umeifanya kuwa guest, si ndio? Kwangu mimi. Kelvin, nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Umenikosea. Tena umenikosea Kelvin. Nimekuambia mara ngapi kuhusiana na Kelvin na Mwadawa, lakini sijaona ufanye movement yako yoyote ile kuhusiana na wao. Hivi mume wangu, unajua kwamba lile jambo ambalo kila siku nilikuwa ninalipinga na ninahofia lisitokee tayari limeshatokea? Hivi mke wangu, kwa nini unashindwa kuwa mwelewa? Kwa nini hutaki kunisikiliza mimi? Nimeshakwambia sasa hivi tunakula. Kwa nini unasubiri kila siku, unasubiri wakati wa kula ndio unaanza kuleta chokochoko? Tulia basi watu wamalize kula kwanza, then tutazungumza. Na nilishakwambia hayo mambo niachie mimi. Mimi nitayafuatilia na nitakupa majibu. Kwanza una uhakika gani na unachokizungumza? Wewe una ukweli wote unaojua? Nimekwambia tulia. Mimi nalifuatilia. Endapo nikipata majibu na nikajidhihirisha kabisa kwamba ni kweli, nitakwambia kwamba ni kweli na nitaamua nini cha kufanya. Lakini sio wewe kuzungumza tu from nowhere. Naomba hili jambo tuachane nalo. Sawa, wewe endelea kuniona tu mpumbavu hivyo. Lakini kama ulikuwa hujui sasa, kile ambacho nilikuwa nakiogopa kisitokee tayari kimeshatokea. Na leo alfajiri nimesikia kwa masikio yangu mawili, wala sijapepesa. Nimemsikia Kelvin na Mwadawa wakiwa wanazungumza chumbani kwa Kelvin. Tena wanapongezana kuhusiana na mapenzi. Inadhihirisha kwamba Kelvin na Mwadawa tayari wamefanya mapenzi. Nimekwambia hilo jambo nitalichunguza mimi. Nikipata uhakika, nikiwa na utimamu wa kile unachokisema, basi nitatoa maamuzi. Na tumeelewana. Sawa bwana. Wewe si ndio umeamua, haina shida. Endelea kunipuuza na kunitukanisha mbele ya mdogo wako. Hivi, unawezaje kuongea maneno makali kama hayo? Ina maana unamaanisha kwamba mimi namchukia mdogo wako, si ndio? Au kuna siku hata moja aliwahi kuja kukulalamikia na kukwambia kwamba yeye na mimi hatuelewani? Mpaka unaongea kauli mbovu kama hizo? Sijapenda kwa kweli mume wangu. Sijapenda kabisa. Endelea kumkingia kifua hivyo hivyo. Unafanya vibaya, asali yako kuigawa. Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego. Kwa Kelvin, umekisikia shemeji yako alichokizungumza? Nauliza tena, umesikia shemeji yako alivyozungumza? Ndio kaka, nimesikia. Kuna ukweli wowote hapo? Hakuna ukweli. Hakuna ukweli. Sawa. Nitajua tu mbivu na mbichi ziko wapi. Hakuna tatizo. Mitego. Mitego yako Mwadawa. Unautesa moyo unaumiza Mwadawa. Hii
Naomba unielewe kwa hiki nitakachoenda kukuambia. Najua kitakuumiza nafsi. Najua utajisikia vibaya, lakini sina budi kukuambia. Umefanya vitu vingi sana kwangu. Umeongea maneno mazuri mengi kwangu. Yaani kiufupi umenifanyia vitu vingi vya thamani katika maisha yangu. Lakini niseme tu asante. Na pia niseme sitoweza kuwa na wewe, sitoweza kushiriki kitu chochote kile na wewe. Tena hasa tendo la ndoa. Yaani ni jambo kabisa ambalo siwezi kushiriki na wewe. Naomba tu nielewe mpenzi wangu. Unajua Mariam, mimi nashindwa kabisa kukuelewa. Umesema mwenyewe kwa kinywa chako na umesisitiza ya kwamba unanipenda sana na umeniita mpenzi wako. Leo hii unaniambia kwamba huwezi kushiriki tendo na mimi. Una maana gani? Mimi ni mpenzi wako. Unasema huwezi kushiriki tendo la ndoa na mimi. Hao mapenzi uliokuwa nayo kwangu ni aina gani? Huo upendo unaotaka kunipa wewe, sina uwezo wa kuupata hata kwa mpwa wangu, na uwezo wa kuupata kwa mama yangu, kwa baba yangu. Kwako nahitaji upendo wa tofauti Mariam. Nahitaji uwe mpenzi wangu na tushiriki tendo. Usiniambie kwamba huwezi kushiriki na mimi bwana Mariam. Nashindwa kukuelewa namna hiyo baby. Najua unaumia. Najua unaongea kwa uchungu, lakini sina budi kusema siwezi kufanya hicho kitu kwa sababu zangu mwenyewe. Umenisaidia vitu vingi. Umepambana na mimi, shida zangu umenitatulia. Unaona? Yaani niseme tu kwamba nakushukuru. Kwa sababu umenisaidia sana sana sana. Na niseme tu ninakupenda sana mpenzi wangu. Yaani nakupenda sana zaidi ya sana. Na ndio maana nasema hivi. Kwamba siwezi kushiriki kitu chochote kile na wewe, hasa tendo la ndoa. Hapana Mariam. Mimi hapa nashindwa kukuelewa kabisa. Huwezi ukasema tu unanipenda alafu huwezi kushiriki tendo na mimi. Ni sawa sawa uchukue kalamu na karatasi alafu uende ukanicholee ugali pamoja na picha ya kuku iliyonona, uje uniwekee hivi usoni kwa dakika 5 alafu uniulize kama nimeshiba au la. Hapana. Hiyo haiko sawa. Haiko sawa kabisa Mariam. Haya, unaniambia tu kwamba nina sababu zangu za mimi kuto kushiriki tendo na wewe. Hebu niambie hizo sababu mpenzi wangu. Nishirikishe hizo sababu ili nijue tunaweza kutatua vipi kama ni tatizo. Mwisho wa siku tuweke ya mambo sawa, mimi na wewe turudi katika mfumo wetu ule ule. Unipe tendo, maisha yaendelee, ya wapenda nao. Sababu ni zangu binafsi. Nachokizungumza hiki ninamaanisha. Si unanielewa? Na ipo siku moja utaelewa ni nini ninamaanisha na ni kwa nini nimezungumza hili jambo. Nadhani utakuwa umenielewa. Mariam. Itambue thamani yako kwangu basi. Huenda usitambue thamani yangu kwako, lakini itambue ya kwako kwangu. Wewe ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Nakupenda zaidi hata ninavyoyapenda maisha yenyewe. Nimewekeza kwako kwa sababu ya upendo nilokuwa nao juu yako. Muda mwingine nakuwa nacho kidogo kinachoweza kumtosheleza hata mpwa wangu apate chakula ale nyumbani. Lakini nasema hapana, mpenzi wangu anahitaji hiki, nakuja nakupa wewe. Najinyima mimi, nalinyima hata tumbo langu Mariam kwa sababu yako. Najinyima kula yangu kwa sababu ya mahitaji yako. Nimewekeza kila kitu, nimewekeza pesa, nimewekeza mpaka maisha yangu juu yako Mariam. Mariamu. Yaani kiukweli nilichokipata kwako sikutegemea kabisa kama nitakipata. Yaani wewe mtoto ni fundi, unajua mahaba, yaani umejua kuweza. Kweli
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba umeenjoy na kuenjoy na kuenjoy tena, si ndio? Yaani nimeenjoy sana. Yaani kati ya wanawake 100 ambao mimi nimewahi kuwapitia, wewe ni fundi namba 1, umewashinda wote. Kweli? Lakini tu nikuombe kwa hiki ulichonipatia, naomba uwe mwanzo, uwe kuja na uwe mwendelezo, usije kuacha. Usijali kipenzi changu, nitakuja tena. Yaani usijali kuhusu hilo, sawa baby? Unaniahidi hivyo? Lakini nikuombe ombi langu la mwisho, hiki tulichokifanya tafadhali, naomba ndini siri na Kevin asije kujua chochote. Wewe unajua kwa yule rafiki yangu mimi, sawa? Usijali kuhusu hilo. Mimi nitakupa na kukupa tena, sawa? Kuhusu ule Kelvin achana naye. Kwanza hana lolote, hana maajabu yoyote. Akufikiri wewe hata kidogo. Kabisa. Usije kuwa unaongea hivyo kumbe unaning'oa kisogo. Okay, mimi nikuruhusu uondoke ili mradi mwenye nyumba asije kujua umetoka. Nikakosa tena nafasi ya kukuita kwa mara nyingine. Sawa. Poa. Unafanya vibaya. Bye. Bye bye. Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Yaani kwa huyu mtoto huyu, akia Mungu mimi siwezi kumwacha. Yaani Kevin hapo utanichukia. Mtoto fundi hivi. Anajua mahaba, anajua kukata. Yaani anakufanya mpaka unajisikia kama vile uko peponi. Kelvin, mimi nimekuita hapa ili tuweze kuzungumza kama wanaume, alafu tuelewane na uniambie ukweli, wala usinifiche kitu chochote. Siku ya jana nahisi ulimuona mke wangu, uliona ni jinsi gani hapendezwi na tabia yako. Kila kitu mnachokifanya yeye anasema anakijua. Sasa basi, sitaki unifiche, niambie ukweli. Nini kinaendelea kati yako wewe na Mwadawa? Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego. Kaka, wewe ni kakaangu, na hata kama nikisema niendelee kukuficha takuwa sitendei haki nafsi yangu. Leo nitakwambia ukweli. Yaani Kelvin, huo ukweli unaosema mimi ndo nautaka. Hapa nimekuita ili uniambie ukweli. Nautaka huo ukweli. Hebu niambie. Sema. Sawa kaka, lakini alichokisema shemeji jana ni kweli kabisa. Mimi nimefanya mapenzi na Mwadawa. Kelvin, hivi nimesikia vibaya au ndivyo unavyomaanisha? Ina maana Kelvin, unataka kuniambia wewe tayari umeshatembea na dada wa kazi? Kelvin, wewe si nilikuzuia, lakini tena nilikukanya Kelvin. Ina maana umeamua kwenda tofauti na maagizo yetu, yaani makubaliano yetu tuliyoyaweka, wewe umeenda kukinzana nayo, si ndio? Ujinga na ufuska umeufanya pale ndani kwangu. Nisamehe kaka,
Hivi wewe unachukulia kirahisi rahisi? Yaani nyumba yangu umeifanya kuwa guest, si ndio? Kwangu mimi. Kelvin, nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Umenikosea. Tena umenikosea Kelvin. Umenikosea sana. Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego. Mitego yako mwadawa. Unautesa moyo, moyo, moyo unaumiza mwadawa. Hii mitego ya dada wa kazi unavuruga amani ya moyo mwadawa. Ya moyo mwadawa. Hisia za moyo, hisia za upendo mwadawa. Kupenda haki ya moyo, unafanya kusudi mwadawa. Unafanya vibaya, asali yako kuigawa. Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego. Mitego yako mwadawa. Bantu, vipi swala la kazi ndugu yangu? Mambo yanaendaje kule kwa yule mzee? Kiukweli nashukuru sana rafiki yangu. Kazi inaenda vizuri tu na yule mzee hana changamoto yoyote ile. Tunazidi kupiga kazi. Nasikia furaha kusikia hivyo. Mjomba, mbona kama huna raha? Na hii hali nimeiona toka jana. Kuna changamoto yoyote? Sema kitu. Ni kuhusu Mariam mjomba. Mariam, mwanamke ambaye nilikuwa nimetazamia siku za usoni aje kuwa shangazi yako. Nimuoe, tuje tuishi wote humu ndani. Mariam ameniita kikao. Amenieleza kwamba ananijali sana. Ananipenda sana. Lakini hayuko tayari kushiriki tendo na mimi. Sasa mimi ni mtu mzima mjomba. Mimi mkubwa. Nikajiongeza. Nikasema hapa mimi nimeshaachika. Mariam kaniacha. Isipokuwa tu ameamua kutumia njia rahisi na ya kificho na kupunguza ukali wa ile hali ya kuachwa, kutemwa. Lakini nimejua Mariam hayupo tena na mimi. Mariam anihitaji tena. Anipendi. Mjomba, kwanza pole sana. Pole sana. Naamini Mariam ulimpenda sana. Lakini imeonekana Mariam sio chaguo lako. Mimi naamini sasa utampata mwanamke ambaye unampenda na utamuoa na mtaishi pamoja. Mariam haikuwa chaguo lako mjomba. Ndio maana ameamua kukuacha. Lakini pole kwa kuwa unapitia changamoto hii. Naamini sasa pengine labda unaumia kwa sababu ni umri unaenda na hujapata mwanamke sahihi wa kumuoa. Lakini usijali mjomba. Muda utakapofika na mimi utapata mwanamke sahihi kabisa ambaye utaishi naye na utamuoa na kile kitu kitakuwa sawa. Lakini mimi naona hii ni sahihi. Kwa sababu mjomba ulikuwa unapoteza pesa nyingi na muda wako kwa mwanamke asiyejua thamani yako. Mpaka tunashindwa kula hapa sababu unamuonga mwanamke wako huyo. Mimi naona hiyo kama aliyofanya Mariam ni sahihi kabisa. Wekelele. Wewe kumbe hauko pamoja na mimi Nimegundua wewe hauko pamoja na mimi. Kumbe unapenda mimi ninavyoishi maisha ya kibachela na maisha ya kiuni humu ndani, si ndio? Unavutiwa na ile hali ya mjomba wako kununua unga, kuja kutoa jiko, kuwasha moto na kuanza kusonga ugali. Inakuvutia sana hiyo hali.
Inakuvutia sana hiyo hali ya mimi kukusumbua mjomba, uende ukasonge ugali, mimi nikanunue mchicha tuje tupike tule. Unapenda sana maisha hayo. Unapenda mimi ninavotoa nguo na kufua mjomba. Inakuvutia ile hali nakwambia mjomba, naomba unifulie msuli wangu. Kumbe hiyo hali unaipenda, si ndio? Wewe kumbe hauko pamoja na mimi. Unayapenda mateso yangu, unapenda mateso ninayopitia. Sasa nasemaje? Leo hii nakukatia tiketi online. Ikifika saa 10 unaenda stendi ya mabasi Magufuli, unapanda gari la kurudi nyumbani kwenu Geita. Na ukifika pale unatafuta mwenyewe usafiri wa kuweza kukufikisha kijijini kwenu Bugalama. Uende huko ukacheze mapande na Bahati Bugalama katika viwanja vya Mbina. Pumbavu! Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego, mitego, mitego yako mwadawa. Unautesa moyo, moyo, moyo unaumiza mwadawa. Hii mitego ya dada wa kazi unavuruga amani ya moyo mwadawa. Ya moyo mwadawa. Hisia za moyo, hisia za upendo mwadawa. Kupenda haki ya moyo, unafanya kusudi mwadawa. Unafanya vibaya, asali yako kulia. Shemeji, vipi tena? Mbona mabegi mkononi, begi jingine mgongoni? Safari ya wapi? Sasa shemeji, napokuuliza swali alafu unakaa kimya, ina maana jibu lake ni gumu. Unahisi jibu gumu unaweza kulitatua mwenyewe? Ambacho unafikiri basi. Hivi ni kitu gani ambacho wewe usichokifahamu? Yaani kuna kitu gani ambacho kigeni wewe hukijui? Acha unafikiri. Mimi sina maana hiyo. Maana yangu ni kujua changamoto inayokukabili. Kwa sababu nakuona una begi. Alafu inaonekana kabisa kama una safari. Kwa hiyo mimi ni wajibu wangu kujua kwa sababu wewe ni mke wa kaka yangu. Kipindi kile naongea na wewe vizuri tu na kuelekeza maisha yakoje, nini ufanye, nini usifanye. Nilikuwa nikikuoji. Nimekuoji zaidi ya mara moja. Lakini ulikataka tukunambia ukweli. Kwa hiyo mlijiona nyinyi ni wajanja, si ndio? Hivi mnaijua nguvu ya Mungu nyinyi? Na kuuliza wewe Kelvin. Hivi kwa hiyo ukajifanya wajanja wenyewe. Naongea na kaka yako, nampa malalamiko yako. Naongea na wewe na kuelekeza uishije. Lakini mwisho wa siku kumbe wewe na kaka yako mlikuwa mnaningonga kisogo, si ndio? Alafu sasa hivi unajifanya huelewi chochote. Hebu acha unafiki wewe. Yaani ukiendelea na wewe unafiki wako, nadhani hiyo adhabu ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia utapata mara mbili yake. Bado sijakupata. Kwa hiyo Kelvin, ina maana unajifanya uelewi chochote, si ndio? Bado. Uelewi kweli? Shika. Mimi Neema, nimeamua kuondoka hapa nyumbani baada ya kutimiza malengo yangu. Kwa muda mrefu nimekuwa nikiishi na siri kubwa sana ndani ya moyo wangu. Ni siri ya kisasi kikubwa dhidi ya Kelvin na rafiki yake Dickson. Miezi kadhaa nyuma, niliwahi kufanywa kitendo cha kikatili. Nilibakwa.
Kelvin na Dickson ni miongoni mwa vijana walionifanyia kitendo hicho, wakiwa na vijana wengine wawili. Najua wao hawakuweza kunigundua mimi kwa haraka, ila mimi nilifanikiwa kuwakalili wao. Baada ya tukio hilo la kubakwa, nilienda kupima na kugundulika kuwa mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, yani VVU. Niliumia sana. Ndoto zangu nyingi sana niliona kama zimefika mwisho. Na hapo niliamua kulipa kisasi. Ndo nikaamua kuingia kwenye familia yenu. Naomba mnisamehe sana, maana nimejikuta natembea na mtu asiyehusika. Yani namaanisha kaka Bachu. Ni hasira zangu tu za kulipa kisasi dhidi yenu. Kwa sasa nina amani, maana nina hakika kuwa maumivu yangu ninayoyapitia, basi Kelvin, Bachu na Dickson wanayapitia pia. Nadhani mpaka hapo sina cha kukuelezea kingine kwa mdomo wangu. Kila kitu kiko wazi hapo. Tutakuelewa sasa, si ndio? Mimi sidhani kama nina muda tena kuendelea kuishi na nyinyi nyumba moja. Naondoka nyumbani kwetu. Na kutakia maisha mema wewe na wewe kaka yako. Mwende mkafurahie na kukutumikia kile ambacho mlikivuna. Kwa heri Kelvin. Utamwaga na kaka yako. Unafanya vibaya, asali yako kuigawa. Ndugu wanagombana kwa sababu ya penzi lako. Mitego